Ndugu zangu viongozi, habarini za leo. Leo ninamshukuru tena Mungu nimepata neema nyingine na nafasi ili tupate kuzungumza juu ya uongozi. Na ninataka kujenga msingi kwamba kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, Mungu alimkusudia awe mtawala. Na atatawala katika kila mtu kulingana na eneo lake alilopo. Na Mungu alikusudia kila mwanadamu awe msimamizi mwaminifu juu ya kila ambacho Mungu amekiweka mikononi mwa mwanadamu. Lakini kwa bahati mbaya sana, watu wengi hawajui kama ni viongozi. Na ukikusanya watu 10, wawili wanaweza kupatikana na hii kitu ambacho nazenda kukizungumzia siku leo. Ukimpa nafasi ya uongozi, hata kusimamia jambo anasema mimi siwezi. Kwa nini? Hajatambua nafasi yake ya uongozi. Lakini Mungu alipokuwa anamuumba wanadamu, alikusudia kila mmoja ili awe kiongozi na awe mtawala na msimamizi mwaminifu juu ya chochote ambacho Mungu amekiweka au amemkabidhi mwanadamu. Somo lenyewe linasema, amka kiongozi aliye ndani yako. Amka kiongozi aliye ndani yako. Ndugu zangu, watu wengi kama nilivyotangulia kusema, wameishi maisha wakisubiri siku moja wapewe nafasi ya kuongoza. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hakukuumba ili usubiri cheo. Alikuumba uwe na kusudi. Cheo kinaweza kutolewa na wanadamu, lakini kusudi hutolewa na Mungu. Katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28, Mungu alisema na watawale. Hakuzungumza kauli hiyo kwa wafalme pekee, bali kwa mwanadamu. Hii inaonyesha kwamba ndani ya kila mmoja wetu Mungu ameweka uwezo wa kuwajibika, kuleta mabadiliko na kuathiri mazingira yetu kwa mema. Huenda unasema, mimi si mchungaji, mimi si meneja, mimi si mwanasiasa. Ni kweli. Lakini ninakuambia leo, uongozi si cheo. Uongozi ni kuwajibika kwa kile ambacho Mungu amekuweka mikononi mwako. Kiongozi wa kweli haanzi kwa kuongoza umati, huanza kwa kujiongoza mwenyewe. Ukishinda uvivu, ukashinda hofu, ukadhibiti hasira, ukawa mwaminifu na mwenye nidhamu, tayari umeanza safari ya uongozi. Dunia haisubiri watu wenye vyeti pekee. Dunia inahitaji watu wenye maono, watu waadilifu, watu wenye huruma na ujasiri wa kusimama kwa yaliyo sahihi. Historia hubadilishwa na watu walioamua kutii wito wa Mungu kuliko kuongozwa na hofu. Yesu Kristo ndiye mfano mkuu wa uongozi. Hakutafuta kutukuzwa, bali aliwatumikia watu. Alifundisha kwamba aliye mkuu ni yule anayewatumikia wengine. Huo ndio uongozi ambao Mungu anautafuta. Leo ninakutia moyo, acha kujidharau. Acha kusubiri mtu mwingine afanye kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Simama, tambua kipawa chako, tumia karama zako. Hudumia watu kwa uaminifu. Anza na familia yako, mahali pako pa kazi, kanisani na katika jamii yako. Kumbuka, mabadiliko makubwa huanza na mtu mmoja anayekubali kutimiza kusudi la Mungu. Inawezekana mtu huyo ni wewe. Mungu hakukuumba uwe mtazamaji wa historia. Alikuumba uwe mshiriki wa kubadilisha dunia. Mungu akubariki sana.